Kwa nini unavaa nguo fupi kwenye nyumba yangu? Wakati unafahamu fika kwamba shemeji yako anarudi leo. Nini maana yako? Samahani madam. Nilitaka kutoka. Ulitaka utoke? Uende wapi? Na chakula umepika? Lakini kuniambia nipike. Kapike. We, njoo. Nenda kwanza kabadilisha hizo nguo zako. Wewe ni mfanyakazi tu ndani. Haupaswi kuvaa nguo fupi wala safi namna hiyo. Au unataka mume wangu akija kutamani? Nenda kabadilisha hizo nguo. Kwenda bana. Hapo sawa. Sasa nisikilize. Hiyo safari yako haina umuhimu sana kama kumpikia chakula mume wangu. Umenielewa wewe? Ndiyo madam, nimekuelewa. Sasa basi, kachukue mchele, uchambue uanze kupika. Mimi nenda chumbani. Nenda kufanya usafi chumbani kwangu. Hakikisha hicho chakula unakipika haraka iwezekanavyo. Mume wangu tayari ameshafika airport. Hivyo basi, hakikisha chakula kinaiva mapema na kisiwe na dosari yoyote. Namaanisha kiwe kizuri na kitamu pia. Sawa madam, nitafanya kama ninavyotaka. Aya, toka. Toka. Nione kule. Watu wengine sijui wakoje. Hello, sweetie. Umeshafika? Haya basi sawa, nakuja hapo sasa hivi. Asante sana mke wangu. Nilikumisi sana. Nikumisi zaidi. Karibu kae. Karibu sana baby. Ulipokuwa haupo, nilikuwa nimekumisi sana. Nilikuwa hata sina mtu wa kupigia naye story. Nilikuwa nakukumbuka muda wote. Ndio maana nilikuwa nakupigia simu. Kweli? Hata mimi nilikumisi sana mke wangu. Vipi, unaendeleaje lakini? Sisi tuko poa. Wazima kabisa wa afya. Wazima? Samahani babe. Nilisahau kukwambia. Nilipata house girl, ndo niko nayo humu ndani ananipa kampani. House girl? Ndiyo. Ina maana kazi za humu ndani zimekushinda mpaka umeamua kuleta house girl? Hapana. Kuna mdada tu nilimkuta huko mtaani ana shida. Nikaona nimsaidie, lakini sio mbaya. Maana ananisaidia hizi kazi za nyumbani ndogo ndogo hizi. Anafanya vizuri sana. Okay. Hakuna tatizo. Ila nilikumisi sana mume wangu. Yaani leo. Kama nakuona. Hata mimi nilikumisi sana mke wangu. Yaani unajua nilipokuwa kwenye safari
nilikuwa nahisi kama sifiki. Lengo tu ni kuona wewe malkia wangu. Basi mume wangu, pumzika. Nikakuandalia maji ya moto. Usijali. Ona. Wewe, ina maana chakula muda wote huu haujaivisha? Ndio namalizia madam. Baada ya dakika 10 tu nitakuwa nishamaliza tayari. Nimekuambia chakula kiive haraka. Mume wangu yupo njiani, lakini cha ajabu mpaka sasa hivi ndo kwanza unaosha vyombo. Unachukuliaje wewe? Hebu nipishe hapa mimi. Samahani madam. Nilikuwa naomba tu nikusaidia haraka chakula naleta pale mezani. Sasa ole wa kuchelewesha chakula. We Neila! Neila! Leta basi haraka maji ya kunawa. Yaani unamletea maji mume wangu, halafu unafika umesimama. Ni adabu gani hiyo? Samahani madam. Hebu toka mbele yangu hapa. Sogea. Mke wangu, mbona umekuwa mkali kiasi hiko? Kwani kuna tatizo lolote? Sio huyo msichana mpumbavu. Ndio yule mfanyakazi wa ndani ambaye nilikwambia. Mfanyakazi? Mfanyakazi. Achana naye bana. Na ule mume wangu. Neila, unafanya nini hapa? Na kwa nini uko hapa? Is none your business. Nisamehe sana mke wangu.
kwa kushindwa kukamilisha mipango yetu, lakini sikutarajia kukukuta hapa. Umeoa? Yeah. Nimeoa. Ni kwa sababu ulikuwa mbali na mimi, sikuwa na chaguo. Lakini nisamehe sana mke wangu. I'm sorry. Ulikuwa unaongea nini na mume wangu jikoni? Hakuna kitu chochote madam. Alinifuata tu, alikuwa anaulizia kuhusu maji. Maji? Unamtaka mume wangu, si ndio? Hapana madam. Yeye tu ndo alinifuata jikoni, lakini hakuna chochote ambacho tulikuwa tunazungumza. Nitakufukuza humu ndani. Nela, nitakufukuza humu ndani. Sitaki mazoea na mume wangu. Umenielewa wewe? Kelele wewe. Unakumbuka nilikwambia nini? Nilikwambia mimi nina mwanamke wangu ambaye niliozeshwa na wazee wangu huko kijijini kwetu. Na mwanamke mwenyewe ni yule ambaye unamnyanyasa. God. Sijakuelewa. Yes. Najaribu kukwambia mwanamke ambaye niliozeshwa na wazee wangu ni huyu ambaye wewe unajaribu kumnyanyasa hapa ndani. Unafikiri naweza nikavumilia manyanyaso ambayo unampatia mke wangu? Umesahau? Umesahau kama nilikaa chini na nikakueleza kuhusiana na hili swala? Yule ni mwanamke wangu wa ndoa. Sikiliza nikwambie Vera. Mimi niko hapa kwa makubaliano maalum. Yule unayemwona pale ndio mwanamke wangu halali wa ndoa. Na wewe ni mwanamke wangu wa makubaliano. Kweli. Unasema nini wewe? Utanielewa tu. Yes, utanielewa. Na kama utaendelea kufanya hiki unachokifanya, nipo radhi niondoke kwenye nyumba yako na niondoke na mke wangu.
Kiukweli nakupenda sana mke wangu Naila. Najua ni jinsi gani ambavyo ulijisikia vibaya baada ya ndoa yetu kutokukamilika. Ni vile tu nilichukua maamuzi ya kwenda mbali kwenda kutafuta maisha. Na katika harakati zangu zote za kutafuta maisha nilijikuta nimeangukia mikononi mwa huyu mwanamke. Lakini muda wote nilikuwa nakuwaza wewe mke wangu, kwa sababu nakupenda sana. Nilikuwa nikikukumbuka kila siku yendao kwa Mungu. Sidhani kama kuna mwanamke yote ambaye anaweza kufuta jina lako ndani ya moyo wangu. Nakupenda sana. Naomba unisamehe. Haina haja Goldie. Uwe baki tu na mwanamke wako, na mimi nipo hapo kwa ajili ya kufanya kazi tu ili niweze kujikizi na maisha yangu. Kwa hiyo sihitaji kuingilia penzi lenu. Usiseme hivyo Naila. Unajua ni mwanamke wa ahadi, mwanamke ninayekupenda kwa dhati. Mimi nipo tayari hata sasa hivi useme tutoke tukaanzishe maisha yetu. Naweza, kwa sababu nakupenda sana. Na ilikuwa ni mistake tu, sikudhamiria. Nakupenda. Tafadhali naomba unisamehe, na tuwe pamoja kama ahadi yetu ilipokuwa hapo awali. Nisamehe sana mke wangu. Malaya mkubwa wewe. Mchawi. Wewe ni mchawi. Mwanga mkubwa wewe. Haiwezekani. Kumbe ulikuwa unajua unachokifanya eh? Kwa hiyo ulikuja humu ndani kwa ajili ya mume wangu, si ndio? Sasa basi, nakupa muda mchache sana ukaongee na mume wangu, umwambie haiwezekani na haitakuja kuwezekana wewe kuwa naye sasa hivi. Sawa dada, nitafanya kama nyanyuka. Huwezi kufanya kitu kama hicho Vera. Nimeshakwambia Vera, huyu mimi ni mke wangu. Wife. Nisikilize. Hauwezi kunitenganisha mimi na mke wangu. Siwezi kurudia makosa ambayo nimeshafanya hapo nyuma. Vera, kutokana na hiki unachokifanya, ni bora nikuachie mali zako zote nilizokuwa nikizisimamia. Ni bora nikaanze moja na mke wangu kuliko kukaa nikisubiria hii 11 ambayo haina mwelekeo. Wife, tuondoke.